Ibada ya shukrani ni ibada mbele za Mungu. Sema amen. Sipora kujua kwamba kule kisimani alimwacha mume wake. Kwa nini? Kwa sababu hakujua kushukuru. Upige makofi sasa kwa Yesu. Amen. Wapo wamama wameshindwa kupokea neema zao kwa sababu midomoni mwao hawana neno la shukrani. Sikia mama, nipigilia hapo. Sikia. Baba amekuja na kidogo, amekuja na chungwa, amekuja na nusu kilo ya nyama, amekuja na robo kilo. Anakupatia halafu useme asante. Haleluya. Mmoja aliniambia nusu moja kwa na wakati mmoja zile asante za watoto. Alishukia padri amemaliza mapera kwenye mti wa mapera. Amen. Watoto walienda kwa padri, unajua kwenye kwa mapadri huwa wanapanda mamiti mengi ya mapera. Wakaenda pale asante. Padri tunaomba mapera. Na yeye ni mtumishi sana. Basi tumeni wakatoa watoto. Wakashuka wote wakaenda mbele ya padri. Padri, asante padri. Padri akasema, pandeni tena mchole. Haleluya. Pandeni tena mfanyeje? Mchole wale waliposhuka tu wakapiga magoti tena. Padri, asante. Akasema, tumeni. Pandeni kijana anahitaji kusikia ile asante. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninakwambia hivi, jifundishe kuwa na asante hata unapokuwa kwenye magumu, hata kama unapokuwa unauma. Mwambie Mungu asante. Maana ninajua kuna jambo ambalo unalileta kama hauna makusudi nalo. Mwambie asante. Lakini leo ibada zetu naona leo wamesimama watu wawili watatu wa kusema asante. Je, wewe umejiwezesha kufika siku ya leo? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nguvu zako. Baba tuseme ni kwa nguvu zako, maana wewe ni Baba. Ni kwa nguvu zako. Ni kwa sababu ya nani? Ya Bwana. Haleluya. Ngoja nikwambie siri ya kushukuru. Siri ya kushukuru. Abigaili. Sema amen. Siri ya kushukuru. Abigaili akawa mwanamke mwenye busara. Wakati mume wake Nabali, unajua neno na Nabali ni mpumbavu. Tafsiri ya jina Nabali ni mpumbavu. Sasa wakati huo Daudi alifanya niweka majeshi yake kuchunga kondoo, kulinda kondoo za Nabali ili zisiweze kuliwa na chui kule porini. Sasa Daudi alipoingia kwenye madaraka, Mungu amemuinua. Wakati wakiwa kwenye vita, Mungu akazungumza na Daudi. Daudi, sio ulikuwa unamlilia Mungu, kamwambie Nabali akupatie kondoo ili mje mchinje mle. Daudi kama mfalme akatuma watu kwenda kuchukua nini? Kondoo ili wachinje. Walipofika kwa Nabali akasema, hapatoki kitu. Sisi tunaelewana? Hapatoki kitu. Kachukueni za kwenu. Wale wajumbe waliotuma na Daudi, mfalme Daudi, rais Daudi, wakarudi kwa rais Daudi na kumwambia Daudi, Nabali amekataa. Daudi hasira ikafanyaje? Ikawaka. Akasema, wamekataa. Ameshindwa kuelewa kwamba sisi ndio tulikuwa tunalinda hiyo mali yake. Ameshindwa kuelewa. Sasa tunaenda kumnyang'anya, na kila mtu tutakayemkuta kule tutaua, na yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kufanyaje? Kumnyang'anya, na tunaenda ili tuweze
tukikuta kule tutaua. Zile taarifa zikamfikia Abigaili, mke wake na nani na Nabali. Akamfunga, akasema hapa imekuwa shida, wote tutaangamizwa hapa. Akafunga vifurushi vya nini, akachukua na kundi la kondoo, akasema tukimbia haraka sana kabla mfalme Daudi hajafika hapa. Akaenda akakimbia yule mama mwenye busara, akaenda mbele ya Daudi, akafika akakutana na Daudi. Alipofika pale akashuka kwenye farasi, akapiga magoti, akasema Bwana wangu, ikiwa kweli nimepata kibali machoni pako, naomba umsamehe mke wangu, mume wangu, msamehe mume wangu, kwa sababu mume wangu ni mpumbavu kama jina lake lilivyo. Si tunaelewana? Daudi akaiona ile hekima ya Abigaili mke wake na Nabali, akasema Bwana wangu, nimeleta nyama hizi, nimeleta kondoo hizi, nimeleta ili nikushukuru, maana hata hivi tulivyo navyo wewe ndiwe uliyekuwa unavilinda. Nimekuja kukushukuru Bwana, msamehe mume wangu, maana ni mpumbavu. Wanaume wengine hapo wanasema huyo mwanamke Bwana anasema mume wake ni mpumbavu. Alikuwa anaponyesha sawa, na kweli tafasiri ya ile jina wao usinisahaulishe kwa jina la yake ni mpumbavu. Waliongea kitu ambacho kipo. Haleluya. Na sasa nataka nikwambie, Daudi akasema kwa hekima yako wewe mwanamke, nikwambie wewe Abigaili, kwa hekima yako basi nyumba yako imepona, basi mume wako amepona. Haleluya. Daudi akapokea ile zawadi, akapokea ile shukrani, na nyumba ya Nabali ikawa imepona. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya ile nyumba kulikuwa na mtu ambaye ana neno la shukrani. Sema amen. Haleluya. Unajua, wakati tunaposoma habari za Waefeso katika sura ile ya 5 mstari wa 1, anasema kwamba tuwe kama watoto tunaopendwa. Ukiwa mtoto wa baba ukashindwa kushukuru kwa yale ambayo mzazi wako alikufanyia, pole. Sisi tunaelewana? Pole. Amen. Na wengine tunajizima data. Wanawake wanajizima data. Si mnajizima data. Sina mnajua uchungu wa kuzaa. Si mnajua. Kwa nini mnajifanya hamwelewi? Kwa nini hamshukuru baba au mama aliyowaleta duniani? Ikiwa mnaweza kumshukuru baba na mama, mnamshukuru Mungu. Haleluya. Hamtaona vibaya kuja kutoa shuhuda. Nataka nikwambie kuna watu wengine hapa wanasema hawezi kuongea, lakini nyumbani kwao ni kilimo. Haleluya. Mume halali, mume hasinzii. Mwanamke ana uwezo wa kulala na ongea usiku kucha. Mimi kiatu nataka cha mtoto mio, hata hicho kiatu cha mtoto mio. Yawezekana wewe uwezi ukatembelea hicho kiatu, muda bado haujafika. Yawezekana utaugua ugonjwa wa nini. Unafikiri nini mpaka ufanye mazoezi kutembea hicho? Haleluya. Haleluya. Utakapofika muda wa kuvaa kiatu hicho, utavaa kuanzia saa 12 jioni mpaka kesho. Akasema analala naomba, Mungu huu usiku uje haraka nitoke kwa huyu mwanamke nikatembee huko. Bwana Yesu atuhurumie sana. Tuna moyo wa shukrani. Watu wa Mungu hatuna mioyo ya shukrani. Ibada kama hizi tungekuwa tunafuata hapa kumshukuru Mungu. Hata kumaliza wiki tu ni faida kwa Mungu. Unatakiwa kumshukuru Mungu. Watoto wako wamekuwa wazima, unahitaji kumshukuru Mungu. Haleluya. Leo ninakutamkia baraka ziwe juu yako. Haleluya. Mungu akuinue wewe mama na wewe baba.
Mungu akuelekeze namna ya kumshukuru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka somo letu limesemaje? Umefuata nani kanisani? Kuna mtu amemfuata mume wake, kuna mtu amemfuata mke wake. Amen. Kuna mtu amefuata mchumba, kuna mtu amefuata kuangalia watu waliovaa vizuri vizuri. Haleluya. Kuna mtu amefuata na yeye ana siku nyingi tu, anataka aje wapi? Kanisani. Sio kuja kwamba namfuata nani. Haleluya. Na wengine wamekuja ili waimbe. So naona leo nimesema kwaya nisiimbe. Sawa? Alishafazika. Mkwazike.